Habari ya siku ya leo tena, fuatiliaji na mwanafunzi wa darasa la kinanda na mwalimu Masembo. Karibu katika darasa la siku ya leo, tuendelee kujifunza kinanda, na leo nitakufundisha somo zuri linalohusiana na kodi tatu ambazo unaweza kuzitumia kuzipiga wakati mhubiri akiwa anahubiri au wakati waombaji wakiwa wanaomba. Karibu tuambatane pamoja, naamini utajifunza, utapata kitu cha kukusaidia. Wakati wa mahubiri au wakati wa maombi ni wakati ambao hatutumii zile voice ambazo ni kali. Tunatumia voice ambazo ni laini, soft voices ambazo hazitaondoa attention ya watu kutoka kwa mhubiri kuja kwenye kinanda. Zitafanya watu waendelee kusikiliza neno wakati huo wakiwa wanapata na ladha ya muziki. Kwa mfano, kinanda changu hichi kina sehemu tatu za kuweka sauti. Mimi nitatumia sehemu mbili, right 1 na right 2. Kwa hiyo kwenye right 1 ninaweka pad. Kwenye right 1 nimeweka pad yangu inaitwa Dark Fat Soul. Alafu kwenye right 2 naweka string. Kwa hiyo nikiunganisha hizo sauti mbili, naweza nikapiga muziki wakati mhubiri akiwa anahubiri na bado mtu asipate shida. Sasa tunaanza kwa progression rahisi kabisa. Hapa napiga kwenye C ambapo sija transpose. Kwa hiyo nitakupa namba tatu ambazo tutazitumia wakati watu wakiwa naomba au wakati mhubiri akiwa anahubiri. Tutaanza na kodi namba 6. Kwa mkono wa kushoto unashika kodi namba 6, unashika A, unashika E, unashika A. Kwa mkono wa kulia unashika C, unashika E, unashika A. Hiyo ni kodi namba 6. Kodi ya pili itakuwa ni kodi namba 5. Kodi namba 5 kwenye C unashika ni G, alafu D, alafu G. G, D, G. Ambapo kwa kulia unashika ni B, D, G. B, D, G. B, D, G. Alafu kodi ya tatu itakuwa ni kodi namba 4. Kodi namba 4 kwenye C tunashika ni F, C, F kwa kushoto, kwa kulia tunashika ni A, C, F. A, C, F kwa kulia. Nitafanya sasa kwa vitendo kwa kuunganisha. Tulisema tunapiga kodi namba 6, namba 5 na kodi namba 4. Kwa hiyo tunaanza. Kwa mfano watu wanaomba. Kwenye kodi namba 6 nakaa mara moja. Kwenye kodi namba 5 pia nakaa mara moja, lakini kwenye kodi namba 4 nakaa mara 2. Maana yake nakaa muda mrefu zaidi tofauti na kwenye kodi namba 6 namba 5. Kwenye kodi namba 4 nakaa muda mrefu zaidi. Baba tunakushukuru, Baba tunakutukuza. Wewe ni Mungu mwema. Na wakati watu wakiwa wanaomba, jitahidi sauti ya kinanda chako isiwe juu. Jitahidi sauti ya kinanda chako iwe chini kiasi kwamba isiwatoe watu kwenye kuomba wakakaa kusikiliza unachokipiga. Kwa hiyo itategemeana na sauti ya waombaji. Baba tunakushukuru. Na ili iende vizuri zaidi, unatakiwa upige bila kuwa na tempo maalum. Yaani usipige kitu ambacho kimenyooka kwamba kiko kwenye tempo. Unatakiwa upige kitu sometimes unaacha, una delay tempo, unakuja unaendelea ili kitu kiendelea kuwa kizuri. Kwa mfano,
Sasa tunaanza kufanya maboresho sasa kwenye huu mzunguko wetu wa kwanza ambao tayari tumeshauanza. Badala ya kutoka 5 twende 4, sasa tujaribu kufanya maboresho namna hii kwamba tuanze 6 tuje 5, alafu kitoka 5 tuje 2, alafu tukitoka 2 ndo tuende 4, kwamba badala ya ule muda kwamba tukifika 4 tunakaa sana, sasa tupunguze ili gap na kukaa sana kwenye 4, kwamba tuanzie 2 alafu tuende 4. Kwa hiyo itakuwa ni hivi: 6 5 2. Anza 6 2 4. Asante Mungu wetu, asante Baba yetu, asante maana hakuna aliye kama wewe. Nani kama wewe Mungu wetu? Wewe ni Mungu muumba mbingu na nchi, unastahili sifa, unastahili kutukuzwa. Na wakati ukiwa unapiga, wakati watu wakiwa bado hawajachangamka kuomba kwa nguvu, unaposhika hii kodi kwa mkono wa kulia, unaposhika kodi kwa mkono wa kulia, ile noti ya kidole cha 3 mara nyingi huwa hatuishiki ili mziki wako usiwe mkali sana, lakini watu wakishakolea kuomba, hapo ndipo unakuwa unashika vidole vyote vitatu. Kama watu bado hawajachangamka kuomba, basi unakuwa unashika vidole viwili. Hapa nimeshika viwili, lakini kodi nzima inajaa mpaka nikishika hapa. Kwa hiyo mimi nashika vidole viwili ili mziki wangu usiwe mkali. Nikiongeza hii inaongeza ukali kwenye kodi zangu. Kwa napiga. Haya, watu wakishachangamka unaiongeza. Ukija kwenye kodi namba 5, kama watu hawajachangamka kuomba, usishike hii. Ishia tu hapa. Hii unaishika kama maombi au mahubiri yakishakolea. Kwamba kwa mfano yule kiongozi wa maombi akishakolea, sasa akishakolea, watu wakishakuwa wanaomba sasa wanaomba kwa nguvu, unaongeza hii. Lakini kama maombi yanaenda polepole kawaida, unapiga kawaida. Unapiga hii kodi namba 5 bila kushika hii G. Alafu unakuja kodi namba 2. Kodi namba 2 unashika bila kugusa hapa. Unashika hapa. Alafu unaenda kodi namba 4. Kodi namba 4 na penyewe unapiga bila kugusa hapa. Unaanza kodi namba 6. Unakuja kodi namba 5. Kodi namba 2. Kodi namba 4. Father, we thank you. Father, we glorify your name. No one is like you, Jesus. Kuna aliye kama wewe. Wewe kwa nani Bwana? Mungu akubariki sana. Tukutane wakati mwingine tena kwenye mwendelezo wa masomo yetu haya. Usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Asante.